Mwamukiri magongo na mandwairo Ngai uri mbere tutingihotwo ni thu Mwene Nyaga kutia maji na kufanya alama ya msalaba. Na sisi tunasema tunasema karibuni. Karibuni. Tutanzia mama. Karibu nyumbani. Karibu. Karibu nyumbani. Leta maji yako, toa majani. Ngoma ya nini? Ngoma. Ni hana tadogo. Ndamushokia mushie. Tujiri utawa. Wajikune ndagushokia mushie ta mwana wa mushie uyu nyitane na ciana cia mushie uyu mutuike kindu kimwe tondu na muthuriguo no ngerehe muthuriguo nukoimagara tondu ni wagithi gucaria gwaku no riu tondu we guku wi mwana wa mushie uriku. Mimi nasema hivi, mama nina mchana yangu Wanjiku amrudisha nyumbani. Awe kijana wa mjini na wao wakishikamana na wengine. Lakini akipata mtu mwingine nje, yeye mwenyewe aje alete mimi mali. Lakini leo ndiye mwenyewe atajioa. Badala ya kula mali ya mtoto wake, aje mwenyewe ajioe. Ndiposa akule mali ya mtoto wake. Akisha kufanya hivyo, ama mali ya huyu iolee huyu kijana bibi. Kwa maana hii ni shamba ya huyu. Na ndo wagiri kumuhura to ndio ndio muhura wake na kwa ni wege tuge kia mushi ni wokaruta indo akuhe kana kwiru magano gacerie ciaku uthi ugaciara waku endie no ti horo ugage ati rirwo ahaca ni ndinakwira ndakwira ucarie ciaku no henyo kwa gitio na mwaro wanyu kwa tondu nio gituge kia muci na tata guo na mama guo twi hamwe riu ni na ni ri ndathimi ciakwa tondu ndi muciari ri
mutike hure. Kirai. Kirai. Kirai ite cia miro ina. Muguri angira karabia matari. Oiga aje. Oyo, ngira karabia pagabia. Ite ko huo. Iwacho pia mataraha. Ni nyepesi, hata ikiwa mzito anaweza kupanua ama kuzuia, atazuia. Msiulize nani alifanya wewe ndiye Kamau ya Ngelima, wewe ndiye Ngelima. Sasa huyu ndiye Ngelima kabisa. Amsaidie na asaidie semeji. Na wewe ujijigambe. Hata wasichana unataka nyumba mimi hapana. Kuwa mtu mkamilifu. Kwa hivyo ndiposa ndio ninasema nimsimamisha hapa, nikisha kuondoka msije mkasema alikuwa anakuja fanya nini hapa. Katika boma hili ilikuwa watu wangapi? Kulikuwa vijana ngapi? Miaka nayo? Na baba yangu na mzee yangu. Sasa ninawaza semeji ashuke boma. Na mimi nipo kabla nijaenda, lakini sitaenda leo. Itakaa miaka 100. Na sitasema mengi. Akiwa kama mtoto anataka kuja hapa, usito wa mali usilete tukagawanyika. Ule ni semeji wenu, mkimjulisha naye atanijulisha. Sisi tutakuja kuchukua mali, tutachukua ile mali tukuitisie, tupewe, tuwe washahidi na tuandike kwa kitabu. Ndiposa wakati pengine ukienda tutasema Wanjiko alikuwa waangalia alinunuliwa mbuzi 80. Hajatolewa hii na hii na hii na hii. Wewe mume waangalie, haujagulalia, haujapigiwa mfano, haujafungiwa mfano. Kula leti, tuwe kuendelea. Mfano. Ule okuna mete na hapo lishigana. Kama wewe ni tajiri hata 200 ukitampa utatoa. Hata 1,000,000. Lakini kuna kiwango ambao inatolewa. Sasa kwa hayo mtu asije akasema ati kama unatoa tuna kitabu ile tunakasema. Saidi kwetu tunatoa mbuzi 100 na 500. Na tunatoa 90 kondoo 90 tugakunira miti. Twaina miti nigetha tugwitikiria ugurarie urengerwo kiande. Wati nilio kiande stop. Unakushauri. Hawezi kujigamba. Hakuna bibi. Hata mimi siwezi kusema nini kunyang'anya bibi yako. Hakuna. Lakini kama bado hujeka kiande hujaoa. Unakaribishwa wewe. Asante. Basi asante. Nadhania msikie vile msee amesema. Hata sio lazima uwe na mali nyingi ndio kuja ufanye nini? Ile kidogo uko naye kuja naye. Si ni familia moja? Familia moja. Na amesema hivi tena. Hiyo kidogo ikija tukule kwa ama. Hata mkituita sina mzee na Kamau. Kwa mfano Helen kesho huyu msichana wake ataolewa. Sitapata tajiri. Nataka kutoa tu mfano, atapata mzungu kule Amerika. Akwenda milioni 10. Sisi tutakuja tu tupokee ile milioni 10 tupee mwenyewe. Si ni Helen? Tupee nani? Si atuchukue, si yetu ni yake. Sawa sawa. Kitu kubwa ni mmoja wa familia. So tumesema umekaribia nyumbani. Na sasa ningeomba tu Helen na familia yako. Sasa
Ningeomba tu sasa mtoto wetu amerudi nyumbani. Na anasema hivi. Juu nimerudi na nimekaa hapa sasa miezi 2, miezi 3, miezi 6. Niko na kitu kidogo, nimeletea baba anibariki. Sijui mimi mtu wako masa anafanya nini? Anibariki. Ili Mungu atuombe ya kesho Mungu atafanya namna gani? Huyu msichana wangu atapata mtu ya kuoa yeye. Kweli. Ataleta mahali. Nitakula. Lakini mkinibariki, mniambie nikule, nitashukuru nifanye nini? Nikule. Niko na kijana yangu pale ambaye ni kijana yangu. Kesho atapata bibi. Si ndio? Na kama hamjanibariki, siwezi kumtolea kitu. Kwa kwanza nimtolee. Lakini mkinibariki, nitafanya nini? Nitamtolea kitu. Sasa tunasema mimi nimekuja ile kidogo niko naye, mnibariki, mnibarikie watoto wangu, Mungu awapanulie milango yao. Alafu kesho wakikuja, kile kidogo ataleta nifanye nini? Nikule kwa amani. Kule kwa amani. Ndio akasema ile kidogo niko naye, ni nyumbani ni wazazi wangu, mnikubalie hivyo tu. Hiyo ni kuomba baraka. Asante. Naye nitasema mnawakaribisha wakuje. Alafu tubariki. Asante. Ukae iko sawa. Kwa niaba yake, kwa niaba yake, sijui ni mama sasa amepata. Kwa niaba yake ndio nimefanya nini? Tunataka tuibariki. Tuibariki tu kwanza. Tinakoro ovyo hike ikombe. Sawa, nimeibariki na ninakaribisha watoto wangu na wajukuu yangu. Ana hata mzuri. Tutoroi maja. Sasa mzee, sio kuja hapa sasa wabarikie ili watapata wafanye nini? Wakule kwa amani. Haya, kujeni tena. Msheni mikono yenu. Vile mnaona ninafanya. Hapana kuja, si naona yangu mimi nakunjora. Ukikuja unakuja mambo yote. Unanyorosha mambo yako, roho yako inakuwa wazi. Lakini ukifanya namna hii na wewe iko na kitu ndani yako. Ndio itakuwa wajiko nenda kurathimira moko maku wari mukari magukumia tarukia kuguru kurio haria ugakinya na ikinya wona ukainukia ndio gukuki ndio itakuwa ate waithimu wale wakama ndio kurathimira maitu uri magege kumia no watu hagira tukariaga akiria yo iki kwa vitu no mai na wala urathimike ho na wewe ni ukareci turi no hainyo kwa na wale megukumia cingehe turiage na maguru makinya hana megukinya matikana kinya wa makinya leo hega na adimo ambe kala hili niguo guthiaga semeni hao wasikie niguo guthiaga kwa maana unaweza pewa miali usiku hiyo uje kwa pombe uende kujigamba mama push do you know me ukienda kwa saa hiyo unakuta base kama huyu investigators kuja hiyo pesa yote na siku moja nganunua kondoa na umenunua moja utadai nani tushungane sasa wazazi wetu wazazi wetu naomba hivi ili kwa nauliza kwa niaba ya hao watoto wetu
Tuko hapa. Je, kesho ikiwa Wanjiko ataletewa kitu ya mtoto wake anaweza kula? Hiyo mtorudishe ni rahisi, atakula na ile kitu haujatoa usikule. Unakula mali unaweza letewa, lakini kama haujatoa ngoima, tuko pamoja mzee, asikule kitu tatu walete kwa njugio ya todo ngego kulea na tiwe ngekulia mwana. Asante, ilikuwa swali hiyo tu. Sasa kwa mfano sasa huyu mtoto akija kesho na aletee mama kitu akule. Huyu kijana kesho akipata bahari. Sio? Unaweza fanya nini? Ndio pamoja na boma. Tumeshukuru sana. Nadhania sherehe yetu kuna mambo moja. Hapo kwa kuna pale kuna kiwango. Tunaita wazee. Yaani ni kuuliwa mtu, unafunjiwa mtu. Yaani mali yako kuhesabiwa. Wewe unajua na mimi najua mtoto wa fulani anajulikana kondomu. Ama alitolewa shilingi 5. Ile pesa ambayo unapeleka inaandikangwa, ulitoa pesa hii lakini haujatumisha kipango ya kufanywa nini? Mzee kufanywa nini? Uniromete. Utarerwa indo ciaku ukinyo ukarutambuligana. No rutete buri 30. Ndungiromete. Na ndungegura redio. Warĩkia kũruta cimbũri 90 nĩguo koine womiti. Wĩra ũruge njohi ũrute mbũri ma gũkũnja mĩtĩ. Wĩ hamwe? Warĩkia gũkũnja mĩtĩ rĩu nĩ wagũrana, no ndũgũranĩte tondũ nĩ ũkũguraria. Naguo kũguraria nĩ wendi. Ũgũka nĩrũgama. No wako. Tumalengerekete. Boli ethejo yimukono itolele. Tulete kwa meza. Watu wote wakiona. Tumbe huyu kisu. Huyu mama amshike mkono. Ama asimame hapo amwambie hii inafanywa hivi na hivi. Inafanywa. Na huyu wanashikamana na bwana yake. Tunawaonyesha vile watafanya. Sasa hiyo bibi na watoto hakuna ile familia hakuna kitu wanaweza kwenda juu. Asante. Inatosha. Asante. Silikuwa hivyo unafanya hiyo concert before wakati unaokaa usiseme bado, kwa maana kuna watu wa mimi nakushauri hata nikiletoa shilingi 10,000 mimi na 20,000 nitakula, si ulewa hata na unasomesha mtoto, pengine unasomesha mtoto anakuletea mali, haukumbuki wazazi. Tafadhali tupendane na tuwe watu wakali. Unanisikia? Unanisikia? Mwambie Bwana ndiye. Asante. Sasa tunapeleka huyu, tunapeleka. Ya huyu tutafanya nini? Tutapeleka ya huyu. Ya utapeleka hiyo ni dini tuko naye. Mwalimu tatuita. Kama mjapeleka utufanye nini? Tupeleke. Sawa. Tumeshukuru. Nadhani iko namna hiyo. Tumefika mwisho wa sherehe yetu. Nadhani kila kitu kiko sawa sawa. Basi mimi sina kusema tu Mungu awabariki. Na kama kuna mtu ana swali aulize kabla huyu maliza maneno yake. Kwa maana usinyamaze, tukisha kutoka hapa tunatoka na tunaenda. Usiseme ati ningesema ama ningeuliza. Mzee niyo? Yone kweli. Uliseni swali. Mtu aulize swali bila hoja. Mimi nengoria. Beroria terere.
tondu uyu ni twamurehe mucii na twauga ni kihii kia mucii ri na ni arathimo ri riu angireherwo indo ni mwari ndangioya no kuria kiwango haria muona ndamanyitire na ndoiga gutinia kiande ndangiria oige ni ndangitinia kiande no ndio shiki ciothe ri mwari ndangitinia kiande tondu uyu ndatineti sasa ndio tukimaliza tulisema hakuna baraka sio na nini na gharama kama kufanya kuwa mtumishi wa familia jambo rahisi. Simama. Kwanza nitasema asante sana vile tulikuita na kuitikia na ukakuja na ukatusaidia na ukasema naye miaka imekusumbua mguu naye fanyage kazi zingine. Sasa wakati unapo kamutirima gakari muthuri uyu ri muona gitirinyo muore ndigakuhura rigi na mundu uria mwaganu muthuri wa mucii ndathiaga moko matheri kuu ni muthingi na ngikuorota naguo guo wendo guthua mumenyerere Kamau ni mundu wa mucii mwathikire niko ndamunengere uthaguru asante. Sasa nitashukuru sana kwa vile tulikuita na ukakuja na ukatusaidia na tukamaliza. Naye ukaniambia naye mimi niko karibu niliwaachia ameniambia over. Na tena hata tulianza jana hata kurudisha asante. Na kurudisha asante tutarudishanga kila siku. Na si hata saa hii nachukua namba ya simu tutakuwa tukisaidia. Ukipata kitu kidogo sisi tunakula na wewe. Uendelee kubarikiwa. Na vile mimi nimebarikiwa hata tangu samadi roho yangu imekuwa pande hii. Na kujanga kuwatembelea. Kama kuna jambo mnaniita ninafika saa yoyote. Kumbe naye Mungu alianza hiyo maneno kitambo sana. Juu nakuja mpaka nikaambiwa sasa wewe ni mwenye nini? Mbona wale wako waambiwa si ni Mungu naye ama namna gani? So wakati nikienda mahali ama chochote sitembeangi hata kubarikiwa ama kuja kubarikiwa bado ninatoa ile Biblia inasema ama namna gani? Nashukuru sana. Kuna kitu nilikuwa naye hapa so baraka ilifika jana ambayo inakuja. Naona silifika jana na sikuwa najua hata mimi nataka nifanywe hivi. Nilikuja tu na ruhusa. Fanya hivi. Enda huko. Ngojeni kwanza msiongee. Kwanza. Sasa simama kidogo. Tukabidhi kitu zawadi hapa. Angalia upande huu. Zawadi iko hapa. Hii naye itatumia ile ingine ni ya kupanda na hii ya kutoka naye hivi. Tembea. Sasa zile huko peke yako umeboeka na ndio hii radio. Ukiingia jamii za mashaka Iko namna hiyo. Asante sana. Jina lako mkubwa wako hapa akishikia. Nadhani siko sawa? Siko sawa. So nadhania mambo tumefika hapo. Basi nataka tu nione kuna wazee ambaye sisi tunawe kumiona hapo. Unajua? Wa mama, tafadhali. Na pia kidogo jana. Hekima. Hainunui na pesa. Haitolei ng'ombe. Lakini unaweza singia mtu ng'ombe. Watu waulize na kama mtu kwa kweli kanachinjiwa ng'ombe hii
20,000, 30,000 unachinjua kwa hekima kutoka kwa nani? Na ndio unaona bahari inapotoka natoka mbali juu ya hekima, na tulete huyu awe makamu wa rais na utii, na kwa kijana mwingine mtii. Nasikia wamama niliona kijana mmoja, wewe ndio ulikuwa hapa jana, kama naitwa kama katibu. Sasa kwa hiyo baki salama. Asante. Basi sasa nikaribishe Helen, naye amesema baba amekuja. Oh, hapana, mpaka ni karibu Helen na familia yako. Nikosa hapa nisimama hivi. Hivyo. Shika, piga mwisho. Pale nashika. Nashika. Inashika. Iko sawa? Iko sawa? Alafu leo vile tumebarikiwa, tumepata baba pia, naomba nibariki baba yangu. Mheshimu baba yangu, mheshimu. Nawabariki wote katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana. Niko na mjomba. Nabariki pia mjomba. Thank you. Hii nayo tunaleta kama baraka ya guka. Kwa hii jambo lenu, kwa maana nyinyi watoto dari miti bila raha. Nami kama rafiki ya Helen nataka kukubariki. Asante.
Baraka tunaendelea. Bariki, baraka zimimiminike na Mungu akubariki. Asante pia na nyinyi mbarikiwe. Amen. Leo ni siku ya baraka. Leo ni siku ya baraka. Endelea tuambie. Hata wewe tunasema baraka. Jirani hata wewe usiache nyuma. Sasa na wewe usikie joto. Onanie ndinacererwo ndĩracereirwo ira no ndĩndia gĩkinya ndinaneana ira no ndũragĩkinyĩte githĩ ndwagĩkinya ndikwenda ũigue heho Ũhingũke maitho. ndĩkwenda iwe Wanireko wega andũ matuone andũ matuone Mũkarengeria atumia. gĩkeno gĩkĩ wanireko Ngai nĩ mwega tuone ukatoyo wanireko Agũtarĩ mũndũ wa kwendania Mwarĩkia. wanireko Ngai nĩ mwega Basi sasa tumefika hivyo. Nani hajabarikiwa? Nani hajabarikiwa? Tumebarikiwa. Basi sisi nasi kama desturi yetu, wakati wazee wamekaa chini, wazee tunamshanga wazee. Tunazungumzia tunakuja hapa hivi. Ili kuamsha wazee. Sawa, asante. Na sasa nataka kukaribisha mama Kuhu, yeye atazaliwa mama. Sherehe yetu wapi? Basi. Mama Kuhu karibu. Acha ukalie. Bwana asifiwe. Tamati ya mkutano wetu wa siku ya leo na tumebarikiwa. Kuna wamama wamefika, kwa hivyo nataka mama mmoja ili aje apokee, waweze kujua ni wamama wangapi waende shambani pamoja. Na ningesema hivi, waelezee ile kitu wamama wanapewa, Si ya mama mmoja, wanagawanana. ni wa mama wote. Kila mtu hata kama ni shilingi 2 aende naye. Tuko pamoja mama. Basi tumefika mwisho wa sherehe yetu.
Kwa hivyo nataka tu sasa nimkaribishe Kamau aje shukrani na maliza kwa maombi na kwa nafasi hiyo. Sana sana. Kama una jambo sema sasa. Niko na mambo mawili nataka sana. Nasema kama mzee wa mama, nitaongea kama mchungaji pia, niwache neno. Kwa sababu mambo tumefanya hapa inakubaliwa hata kwa Biblia. Ile nisikia sema sababu walikuwa na bariki na pombe. Sisi tulipika hapa tunatumia maji na maziwa. Jambo la kwanza kwa watu wadogo, young generation inaitwanga jinsi. Tunasihi sana tuheshimu wazazi wetu. Kwa sababu simuona hilo vile baraka amepewa. Ili naye awapatie nini? Ndio baraka. Ama namna gani? So uheshimu sana. Wakati unakuja kwa goma, usikuje na sauti nyingine ubadilike. Ama vile umekuwa mkubwa ama unaona uko na sauti juu mama hapo peke yake hapa. Mama akiongea kitu, unajua vile inafanyika. Usikie kijana. Lakini ukitaka kufanya hivyo naye, si Mungu naye anamsaidia. Kwa sababu widows wanakuanga mabibi za nani? Za Mungu. Kijana akilia tu atoe machozi tu hivyo. Kwa wale nawaambia wananisikia. Mjue sana ni kitu ya maana kwa sababu akilia Bwana yake ni Mungu. Na Mungu naye pia atafanya nini? Ya pili tena kuna kitu Mungu amefanya. Na imekuwa example na mumeona. Simuliona jana wakati nilishukuru nikipea kwa yetu zawadi. Nikimshukuru kwa vile alikuja kutufanyia nini? Kutubariki. Ama namna gani? Naye pia nimekuja zawadi yenye nilipeana jana nimepewa tena ingine kama hiyo. Kama namna gani? Sasa inaonyesha chenye utapea mama atembee mate hivi. Utapiga hatua mbali kabla hata yeye hujafanyiwa nini. Hiyo ni kitu yenye nataka muone. Simuliona kabisa. Vitu zinaenda zikifanya nini? Zinaenda zikifanya nini? Inaitwa vindu vishachenjaga. Unaelewa hiyo neno? Mzazi yako mpende sana. Na umpende vile yako. It's your parent, amekuzaa. Hata ukiwa na friends aina gani, usiogope kuonyesha mama yako. Hata kama mama hana kitu, hata kama mama ni mimi. That is your mother, mwenye anakubariki. Ili naye uendelee kufanya kubarikiwa. Na tena kupeana, mtu anabarikiwa sana. Sijaona mwenye ametoa na amekuwa maskini. Mimi mama yangu alitufunza sana. Alitufunza what you have you give. Na ukipeana hiyo kitu hakuna siku utapungukiwa. Ama namna gani? Wakati unakuja labda umebeba mimi ukasema ukate kidogo upee na ulikuwa na roho ya kupea kama 2,000. Una reduce kwa sababu umepitia town umekutana na marafiki, si ndio? Ukaona hii itatosha mama. Naye utapimiwa. Kijiko ile unapimia yeye unafanyiwa nini? Unapimiwa. Utapimiwa. So wacha niseme neno moja kwa Biblia sana. Tunaenda Ezekieli 36:25-27. Inasema these two passages work very well together, especially if you are speaking about God's cleansing. So unasikia cleansing ni kubariki, na kurenew blessings. Yaani Mungu anasema, chenye nimekupea hiyo nguvu wewe nibariki. Itasikika kutoka wapi? Na ametupea ruhusa kubariki. Amepewa ruhusa kufanya nini? Na vile ametubariki na kuzaa kweli. Ametubariki na hali. Either honey or na utakuwa msafi. A new heart, roho safi. Also will give you, no, atakupea roho safi, atakupatia spirit mzuri. I will put you within you and cause you to walk in statutes. Maana yake inasema God promises cleanse his people from sin and impurity. Mungu anakubariki. Na ingine he gives them a new heart and a new spirit. This spirit enables them to obey him and live righteously. The passage points to spiritual renewal and transformation of God's grace. Na mubarikiwe. Amen. Na jambo mtu wako naye kama sijaomba tuseme neno moja mbili watu wawili waongee. Just do. Alafu ya. Sema neno moja. Nawasalimu katika jina la Yesu.
Wapendwa, mmesikia neno la Mungu. Hebu tulishike katika umakini na itakuwa baraka katika maisha yetu. Tuishike seriously, yani do not take it as a joke. Tumefika hapo kwa sababu ya kubarikiwa na Mungu, kulishika neno, kulitembea. Vijana na waomba, hebu lishikeni hili neno, ni la baraka katika maisha hii na maisha yajayo. Asante. Bwana asifiwe. Kwa fupi, mimi nashukuru yote mmefanya. Nimefurahi maana tuko na mama, mimi kijana ya boma hii. Kitu tu nikienda kwa mama, naenda kanisa. Wasia kesho. Wasia. Vile mzee anasikia anasema hata utaheshimika, utakuwa kijana mzuri, Mungu atakubariki na mali na bibi. Mzee kwa makofi. Haya, jenda mama moja, jenda lazima ijue mama moja haongei neno. Mama moja. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu jioni ya leo, maana amekuwa Mungu mwema katika maisha yetu. Nashukuru kwa ajili ya wageni waliotoka mbali, tunasema karibuni na karibuni tena siku nyingine. Nijisikie huko nyumbani. Huyu ile ni jirani yangu, inaisha hapa chini, kwa ni majirani yangu. Tunakaa na wao vizuri sana. Ni watu wanapenda. Nasema ni watu wenye wanapenda watu. Najua wewe sipenda mnyama, ila kupenda mtu. Kama sipendi sana. Nasema karibuni wote, majirani, najua, nasema karibu sana. Na wengine ambao mjua, na huyu na wajua karibu wote. Tunasema sisi ni jamii moja. Tunaishi pamoja, sababu ni jamii moja. Nasema karibuni, na nashukuru Mungu. Ile ni hizo tu kwa kijana. Kijana naona amekuwa mkubwa. Angestahili akikuwa na bibi, anasaidia mama kuoshea nguo wakati amechoka. Na vijana ya siku hizi inaitwa Gen Z. Na wasidana yao. Hawataki kuolewa na hataki kuoa. Unajua mtoto akifika ile umri ya kuoa, ni ngumu sana kuoa. Kwa hivyo mimi nasema hata kijana wangu, oa. Usisema tena ngoja nipate mali mingi nioe. Sisi wamama tukisaeka tunataka wasaidizi. Na kwa sababu ndio tunaona tuko na watoto. Ukiwa na mtoto natarajia kuja kusaidia. Kwa hivyo nazidi nyayo na Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Watu mjumbe jina yangu ni Kenya wangu. Leo kwa Kristo ni Bwana. Amen. Nataka kushukuru kwa siku ya leo. Na sherehe ya siku ya leo. Kwanza nataka kumpongeza dada kwa hatua ambayo amekanyaga. Amekuwa katika iboma kwa miaka kadhaa na sababu zake. Najiona ni nzuri kudhibitisha aende arejeshwe rasmi katika boma na imefanyika hivyo. Kwa hivyo nashukuru Mungu ni kwa sababu nadhani imekuwa ombi lake kwa muda na leo imetimia. Ubarikiwe. Umeenda kwenye boma maana umezaliwa huko. Hakuna mwenye atakuuliza swali. Na pia umechukua hatua ya kusema kwamba nataka nifunguliwe kwa ajili ya watoto wangu. Nadhani wazazi pale wamekubali. Si Mungu wa amani awabariki. Abariki wazazi hawa. Kubali kufanya hiyo sherehe na pia abariki mandugu na dada zako. Ni dada zako wamebaki na najua kwamba hijakuwa kinyume kwao, wamejua kwamba unazaliwa katika iboma. Kitu naomba tu kwamba umezaliwa pamoja ni mkae kwa upendo, mshikane. Na mkisha shikana hakika mtaenda mbali. Kwa umoja ule shetani hatapata nafasi ya kupenya. Mtabarikiwa na mtazidi kuinuliwa. Na watoto wenu Mungu awape hekima, mtii hawa wazazi. Ni auntie
shosho ni nani, muwatii na mtabarikiwa, mtazidi kunawili na Mungu awatende mambo mazuri. Katika hii boma tutakuja mara nyingi, nanyi mkuja kwetu tukiwa na sherehe, tushikamane pamoja, hakuna mipaka. Bwana wabariki na wadumishe. Marafiki zetu, asanteni, tumekuwa na marafiki wapya. Mbarikiwe sana. Niongee. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu nimesikia ni Susu, mke wa huyo, mama ya huyu, na ni madada zangu. Nashukuru jioni ya leo, maana hatukukuja huku kulia vile tunakujanga kulia. Tumekuja furaha. Kila mtu ana furaha moyoni mwake, maana hakuna mwenye ametuacha, si ndio? Kwa hivyo hii upendo iishi, Mungu aifunganishe, tusiwe na mtengo. Yaani kuna wakati kuna furaha kama ya leo tunakutana, ili tunaonekana jamii yetu inakuwa. Unajua, mimi naelewa ya kwamba hata wenye wameenda bado wanatutazama. Sasa hii penye mama ya hii nyumba yako anapiga makofi, akisema unaona watoto yangu ndio wanafanya. Watoto yangu wameinuka. Hata baba yetu, hata kama alienda miaka gani, roho yake maybe inafanya kazi, anaona jamii yangu sikuiwachilia, kwa sababu niliwacha ndugu yangu na jina yangu iko kama itashikilia jamii yote kwa jumla. Na hata watoto wetu wenye wanatuita anti, wenye watatuita shosho, Mungu atatuweka pamoja. Na mko na bahati sana, kwa sababu wenye wameoa kwenyu kama Mr. Kagwe ni ndugu yetu, maana anatupenda na anapenda kila mmoja. Haya, mwenye ameoa kwenyu kama Pastor Mungai anawapenda, kwa sababu kama hajawapenda hatungetokanga Eldoret mara kwa mara tukikuja. Na mimi sijawahi kuja hapa nikiwa peke yangu, tunakujanga kitu kia na wewe. Nikimwambia kiburi siko mambo hii, ananiambia kuende. Kwa hivyo muombe sana Mungu, maana amewapea fikingi ya kuwashikilia. Wameoa kwenu lakini wamekuwa ni ndugu zetu, wameshikilia jamii zetu sana. Kwa hivyo tuzidi kuwaombea, hata wenye wajapata wake wapate mtu mwenye atakuja kushikilia nini, kushikilia boma, usikutenganisha. Na nikiongea kama mama Kamau na Eunice, tuombe Mungu siku moja tukae meza moja tukiwa wote tukisherehekea, tukimfurahia Mungu kwa umoja wetu mwenye ametupea. Kwa hivyo mimi ningesema majirani, marafiki, watoto wetu wenye wameweka kwa boma zetu, Mungu azidi kuwabariki. Na muige mtindo huu. Kama tungekuwa tunapendana, hatungekuwa kwa nyumbani, hatungekuwa. Lakini kwa ajili ya upendo wenye huko ndio umefanya tukue mahali wapi? Mahali hapa. Na nyinyi pia mkue na hiyo mtindo wa kupendana. Na tukipendana, Mungu ana jambo lenye atatufanyia. Na upande wa kwetu tuko na group tunaitanga The Rimas Family. Mimi sijawahi fika. Kuna wakati nilikuwa nimewaambia na tukakuja hapa tukiwa na huyu baba kwenye tulikuja kwa hiyo mkutano, lakini baada ya hiyo vile tuliona kumekuwa tunatumianga simu, hata iko kwa simu, tutawaonyesha jioni. Tunatumanga pesa na simu, ikiwa ni wewe unapewa collection yako kwa simu. Mwezi wa 8, mwezi wa 4, mwezi wa 8 na Disemba tunakutana mahali pamoja, ili watu wakuwe pamoja. Lakini kuna toleo lenye tunatoanga sisi na watoto wetu, ili tuwaonyeshe ujamii na tuwaonyeshe ujamii wetu umefika wapi. Hata kuna siku nilichukua jamii yangu na nikawapeleka Rafini kwa mama ya Kamau, na tukasherekea mchana mzima na tukarudi nyumbani, kwa sababu mimi napenda kushikamana. Napenda jamii yetu popote ilivyo, tuwe na upendo na tuwe kitu kimoja. Na nadhani Mungu akifanya hivyo, atapanda upendo ndani yetu. Ukikaa unakumbuka fulani sijamuona, unachukua transport unaenda kumuona. Ili ndio tujuanie hali na Mungu asije kutupa. Simbarikiwe na Bwana. Na kila mtu akienda kwao salamiani. Basi sasa nataka kutoka sasa pale ndio watu chairman yule sasa ni upande wa familia. Tunashukuru sana familia kwa umoja wenu.
Tutasema Mungu awabariki sana kijana wetu. Tutakupenda mmoja. Vijana wote au karibu sawa. Uwe tofauti. Be yourself. Uwe wewe. Wacha wale. Uwe tofauti na wale. Sawa? Tunakupenda, tunajali kabisa. Uwe tofauti na nani? Usiitwe kuna wale. Uwe tofauti. Natafuta kumjua Mungu, heshimu mama yako, heshimu dada yako, heshimu hao wote. Nasikia? Ndio kutoka hao wote kuna baraka. Sawa? Sikasema tunafanyanga be yourself. Be yourself. Uwe wewe. Na uwe tofauti na wale wengine sababu uko hapa. Nataka kushukuru sana. Kabwe au baba elimu. Mimi tunazalanga ndugu. Yeye ndugu yangu. Na watu wale ambao tulikuwa mazishi juzi ya Karanja. Simsikia nikisema ndugu yangu asikii vizuri, angekuwa hapa lakini amenituma. Sasa Kamau, ndio kuna ndugu wawili na wengine. Usiwe peke yako. Ukiwa na jambo, tukiwa na Kabwe, utatuita na wale wengine ambao wako karibu. Tushikamane pamoja. Baba hapo mosha baba yenu wako hapa. Ukiwa na jambo tafadhali. Mimi namfikia haraka, mpigie simu, utamfikia. Nashukuru sana mzee, nashukuru sana. Hii mambo nimechukua muda. Tulipokuwa hapa tuliongea na hawa, nikaambia mimi nitaenda kuongea na mzee. Lakini tumeongea, tulikuwa na mambo mengi, nilikuwa najuza hapa na pale kusikia vizuri. Lakini akasema hapana, sasa imefika wakati tufanye nini? Si wakati wa Mungu ndio mzuri. Ni wakati wa Mungu. Tushikamane, tuwe pamoja na Mungu atatubariki. Biblia tuambia katika kitabu cha Mithali. Proverbs. Jamii wanayekaa pamoja ubarikiwa. Ubariki jamii wanayekaa pamoja. Maombi yao wakiomba inasikiwa, na akasema hivi, furaha hiyo ni kama mafuta mazuri devuni mwa Haruni. Inamimia katika mlima wa Sayuni, mlima wa Mroni, ikiteremka chini. Kwani Mungu alisema mambo ya mlima. Juu ya mlima huo wakati kuna snow ikichoma na kwa maji, ile maji inateremka chini. Ikifika kule chini ya mlima kuna nyasi inafanya nini? Inamea. Kuna miti na maji nini? Inanawili. Nyasi ile wanyama wa msituni, swara, nini, ng'ombe wakija wanakula ile nyasi, wanashiba, wanafurahi. Ndege nazo zikipanda katika zile miti zinaimba zikiche. Nuna familia hiyo imebarikiwa namna gani? Tutabarikiwa, tutakuwa pamoja. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tushikamane. Na kama kuna mtu hataki, hatumlazimishi. Akabila anafanya nini? Lakini familia ya Ngerima. Please, tushikamaneni. Sisi wengi. Kama sisi wengi, natakiwa sisi wengi tukishikamana tunaweza fanya jambo. Huyu akasema hivi, samee ati familia ndogo ufanya kesi ya usiku. Sasa ni wachache wanafanya kesi ya usiku. Ndio wakifanya mchana adui wataona wawafahamie. Wanafanya kesi ya usiku. Alafu familia hii ikienda kwa vita ina mambo mangapi? Mawili. Ikienda kwa vita ishinde vita. Juni ndogo inahama. Kwa sababu gani? Wale adui wengi wanataka wajipange waje wafahamie. Kwa hivyo wakishinda vita wanahama na pale pengine. Wakishindwa wanafanya nini? Ni kwa namna gani? Umoja wao tuwe na umoja na tupendane. Natakushukuru sana. Tuungane na mzee huyu ambaye ni baba yetu. Tulikuwa na jambo lingine kule kwetu. Tunashiriki na yeye. Na msichana wake alikuwa anataka kuolewa. Walijaribu kutafuta mtu wa karibu ambaye wangeapia mali hiyo. Ikakosa. Na sisi je, tumetafuta? Si ni kumwe tumemuita. Na baba kwa upendo mwingi wa uzazi akakuja. Si Mungu ambariki. Si Mungu amuinue. Na baba tunakuombea miaka mingi. Tuzidi kufanya nini? Bwana wewe. Na Kamau, please shikilia familia. Upendo huo wako. Wote ni tena
Si namna hiyo. Mtoto wetu mmoja kama Hana, si Hana, mwanamke anataka jambo. Si familia ndogo inaitananga. Inaita na kuja na kubada vitu pole pole hivi. Ndio kidogo anaenda. Hiyo ni siri eh? Mungu awabariki. Mungu Nakumbusha nyumba ni 3. Nyumba ni ngapi? Leo nyumba haitaachana. Haitaachana. Kama ingeachana, si nyumba ya mzee. Nyumba ni ya nani? Si ya mzee. Nyumba ya mzee ni nyumba ngapi? Nani kija ya nyumba? Si ni mzee. Ndio bado ni moja. Na wala ambao wamefanya jambo hilo, nimetamsema Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Wacha Mungu akubariki. Umwambie baraka. Hele dada yangu. Asante Mungu akubariki. Mungu akubariki. Na mtoto ndiye Mungu atawatendea mambo mazuri na makubwa. Baba wa elimu, tunashukuru sana. Wewe hata si shemeji kwa boma hii. Wewe ni mtoto wa boma hii. Wewe ni mtoto wa boma hii. Kwa hivyo kwa sababu sasa baba yao ndio first born, wewe ndio second born. Baba gani? Ule second born baba gani? Mungu awabariki. Na Mungu ainue mambo mazuri. Kesho tuende Eldoret, tukia tuambie namna gani? Asante. Nyumbaki salama na amani ya Mungu iwe pamoja naye. Wacha nishukuru. Bwana asifiwe. Tunampa shemeji moja asimame atuambie. Jambo moja tu. Ndio umeelezwa. Uende ulale. Ufikirie you're still very young. Ufikirie vile utaendesha hivyo. Basi. Hiyo ni mambo. Hata wewe mrefu ni mama. Wale wengine ni wamama. Wale majirani ambapo ni wakubwa kwako waheshimu. Waheshimu. Ndio siku hizi vijana pengine anaheshimu mama yake na baba yake tu. Lakini najua inaweza baraka yako inaweza endea tu mali kidogo sana. Heshimu yule mtu hapo. Nasikia. Alafu tena ulimi ukiongea jaribu kuongea vitu mazuri. Unajua vile unafundisha mdomo kuongea mambo mabaya saa zingine kando pale, alafu ukikuja hapa ndani ya nyumba unaongea mazuri, sio mzuri. Ujifunze kuongea maneno mazuri tu. Nataka nikueleze, unaona baraka imeenda kwa wewe mzee. Hata kwa kwetu sisi baba yangu, wengine unajua, baada mwingine chief. Si David hapo? Na ni mkubwa. Lakini baba yangu alilete grandchild. Sio ni grandchild wake? Kijana mwenye amesaliwa na kijana dada baba yangu alipewa figo 2011 juzi. Baba yangu akiwa na 98 years. Lakini hakupatia vijana wake. Alipatia huyo kijana. Sasa hivi tukiwa na shida tunaenda wapi? Kwake. Wadogo kwa wakubwa unaenda wapi? Kwake. Lakini akifika ni baba ndiye atulie. So ukiona huyu usema ati yeye ni stranger, amepewa. Na akiongea juu yako sio mzuri. So mimi na kuombea uwe na hiyo uwe na ile nguvu ya kuongea watu wakubwa kwako mzuri, na kama iko kitu hujui, sisi tuko hapa Sharki. Mimi kila siku nakujanga na tafu. Tunakaa na Nemeta hapa. Hata ukikuja baada ya kazi za ile unasema uko wapi? Tutakukaribisha. Mimi nataka kwa jamu tunakaa sasa zingine na jamu tu. Tunateremka tu. Hata watu wanafikirianga jamu ndio ndugu yangu. Lakini wewe ni kijana ndugu yangu, kijana. So mimi nimeshukuru, nasema asanteni. Mkujenge tena Sharki siku moja tutapanga. Usio kuja. Nafikiri nika yako iko huko ukiongea. Sasa hiyo unaona sisi tuko chini. Kwa hiyo sisi msaki ongea. Hata angaa kikujanga nyumbani kuongea inakuwa kidogo. Kwa hiyo msee. So nasema asanteni, karibuni nyumbani. Nishukuru. Asifiwe.
mimi ndio nimefurahia sana kwa sababu hii mambo ilikuwa imetusumbua sana. Hawa wakati waliniambia, unajua sasa tukikaa hapa mimi ndio mkubwa kwao. Wakaniambia sasa tutafanya nini? Tulikuwa tumepanga mambo hii kama sisi. Ndio huyu ameondoka kabla hatujafanya. Sasa tutafanya aje? Sasa nakumbuka kwa sababu imekuwa muda sana hatujaonana. Tunaulizana tutafanya nini? Mpaka mimi mwenyewe niliomba, unaona ule mama alikuwa MC wakati wa karani. Ni rafiki yangu sana. Nikamwambia na mimi naonanga uko na ndugu mwenye hawa wanafaanga Kikuyu, hawa wanashauri watu na waona kwa TV. Nikamwambia huyo ndugu yako unaweza nipea namba, alishauri vile tutafanya. Akanipea namba. Tukaongea na huyo mzee. Akatuambia kuna ndugu ya baba yenu amebaki. Tukakumbuka. Tukakumbuka kumbe kuna moja ako huko Rurigi. Sasa akatuambia huyo ndio mnaweza patia kienye mko naye mnataka kupeana. Sasa si ndio wakati mlikuja hapa Masishi, baba Ngige na mama. Tukaongea hiyo kitu kwangu jioni kwa wakati tumeenda kulala. Nikawaambia. Sasa si ndio walisema wataenda kutafuta huyu na waongee na yeye. Na nikawatuma kwa hawa waseme vile wanataka. Wakaongea na wao na hasa ndio ikafika mambo ikakufikia. Na sasa tunashukuru kwa sababu uliweza kukuja na mambo tumemaliza. Kwa hivyo tunashukuru, Mungu akubariki. Tulikuwa tumesahau kabisa kwa sababu imekuwa muda mrefu hatujawahi onana. Lakini tunashukuru Mungu, tumeona bado uko na nguvu na Mungu ataendelea kukuongezea miaka, tuendelee kukuona. Kwa hivyo ninashukuru. Na James ninashukuru leo. Wewe Mungu alikuchagua zamani. Hakuna kitu tumewahi fanya hapa kama huyu hayuko. Tunamualikanga na mandugu zake wakuje, yeye anakuja. Kwa hivyo Mungu alikuwa amemchagua tu kitambo. Tunashukuru. Mungu awabariki na baba Ngige na mama Ngige na rafiki yake. Mungu awabariki. Mmefanya kazi nzuri. Asanteni. Hata mimi nataka tu kurudisha shukrani kwa sababu hakika kama kuna mtu alikuwa amevunjika moyo ni na nataka kusema mkani kazi ile nimefanya maana mara nyingi nilikuwa nakupigia simu na kuambia sasa hivi imefika hapa na niambia tungoje wakati na mimi nimefika na nikaweza kuvumilia mara nitavunjika mwili nini lakini siku imefika. Mimi nashukuru Baba sana. Karibu na karibu tena. Kazi ile nimefanya, nilikwambia asubuhi leo nililala. Hakika usingizi nilikuwa sipati. Kwa sababu najiuliza maswali yenye haina. Lakini vijana niliweza kukamilika. Nakushukuru na Mungu akubariki, asije kukuongeza miaka. Asante. Kijana yangu James. Kila siku sinakwambia hata wakati huu ndio akuje nilimwambia kuja sio unaitwa kama si ukuje uone bosi. Hakika alikuja. Sasa hata jana kaniambia nimeona kile ulikuwa unanitia si nimepokea. Sasa wewe ni baba na sitanga baba si unajua baba kabisa.